Ladies and gentlemen, it's another moment that we want to welcome you once more in today's topic. Leo hii tuko na jambo yenye wengi wanajiuliza maswali. Tumeona ya kwamba serikali ya Kenya imefanya mawasiliano bora kati ya Kenya government and Tanzania government, that is waziri ya nchi za nje Honorable Musalia Mudavadi. Tumeona ya kwamba wenzetu ambao walishikwa huko nchini Uganda leo hii wamekuwa huru. That is our brother Bob Njagi and Nicholas Oyo. Congratulations to Kenyan's government. Now, today we have a very short discussion whereby we want to see some of the things ambao serikali ya Kenya wangefanya mapema ili hawa watu wangetoka before ichukue muda sana. Tumeona vijana wameweka joto, walitembelea embassy, wakafanya maandamano hapa na pale, wazazi wao wakaungana pamoja na serikali. Our retired but not tired Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, tunakushukuru sana manake umefanya jambo la maana sana, and that is what we want. We as Kenyans tunataka wale ambao wanatutetea, wale ambao wanatujali, hasa wakati ambao tuko katika mambo kama haya. Welcome back Mr. Bob Njagi and Nicholas Oyo. Now, ukiangalia katika mambo ambayo ilifanya au wenzetu wakashikwa huko nchini Uganda, ni ya kwamba walienda kutetea nchi ya Uganda. Hiyo ni baada ya mambo mingi ambayo ilifanyika pale. Unajua unaelewa ya kwamba by next year early January tutakuwa na uchaguzi pale Uganda na utompete na mheshimiwa Museveni. Sasa yako ndani ameshikwa. So wenzetu hawa walienda huko ili kutetea haki ya wana Uganda. Right? Nataka uelewe kitu hapa. Waliacha nchi yao wakaenda mpaka nchi jirani. Sio kwa furaha ama kwa mambo gani, lakini walienda pale kutetea wana Uganda ili wapate haki yao. Kenya is somehow more interesting. Now, walipata kuingia kwenye shida pale. And I think most of us tulifuatilia sana mambo ya Bob Njagi na Nicholas Oyo. Now, wenzetu hawa wakati waliposhikwa huko Uganda, nataka uelewe, wakati waliposhikwa huko Uganda, watu wakaanza kusema mara wako wapi? Serikali ya Uganda wakakataa ya kwamba hawajawahi onekana pande hiyo. So, ilienda muda ya like 2 weeks. Wakenya wakaanza kupiga kelele, wakaanza kuondea mtandao, wengine wakaanza mambo ikakuwa mingi. Now after that, now today in 38 days. That is 1 month and 1 week. Right? 1 month, 1 week. That is 38 days. Now, baada ya mawasiliano kukua hapa na pale, familia Mheshimiwa Musalia Mudavadi na rais mstaafu rais mstaafu Honorable Uhuru Muigai wa Kenyatta kuongea na the team, walipelekwa moja kwa moja mpaka Kisumu airport and then wakakuja mpaka hapa Nairobi. Now I want us to get something here. The moment watu walianza kusema ya kwamba hao watu wameshikwa wako hapi, njia gani, ni kwa nini, mambo kama haya, watu walikuwa wamenyamaza tu. Hata serikali hawangechukua nafasi ya kuwatafuta, and these are Kenyan citizens. Serikali wametulia, mambo ikaendelea tu hivyo mpaka watu wakajitokelezea kufanya what we call maandamano. I think this is the only language ambayo serikali wanasikia. Wakiona maandamano and all that, hapo ndio wanachangamuka. So baada ya kufanya hizo vituko zote, wameenda mpaka embassy ya Uganda. They are nothing. And also, lazima tujue ya kwamba tukishikana pamoja, umoja ndio nguvu. Na tukishikana pamoja, tunaenda mbali. Kuna msemo inasema, if you want to go fast, walk alone. And if you want to go far, walk as a team. Now, this is a very big lesson to those who are
somehow wanatembea peke yao, wajua ya kwamba umoja ndio nguvu na utengano ni udhaifu. Thank you so much and may God bless you.